Karibu sana mpenzi msikilizaji wa channel yetu ya STNK Production katika simulizi ya asili ya upofu wangu. Ikiwa ni sehemu ya mwisho ambapo tunaendelea kujua hasa nini chanzo cha udhulumu wa nafsi, majuto, usaliti, huzuni, majonzi na umasikini. Je, unataka kujua nini kilitokea hapo awali katika simulizi hii? Basi songa nami msimuliaji wako Bakita Ngetwa katika simulizi hii ya asili ya upofu wangu iliyoandikwa na Steven Machum. Pia napenda kuwakumbusha kama ni mara yako ya kwanza usisahau kusubscribe, like, share na kutoa comment yako. Karibu sana katika simulizi yetu. Tawa Miziga bana ulikuwa kimya siku chache baada ya tukio la Anastasia kurindima katika jamii hiyo. Hakukuwa na minong'ono yoyote ile kuhusiana na kilichotokea. Hakukuwa na aliyesubutu kupita karibu na saluni ya Mama Salma. Uvumi uliendelea kuwa kulikuwa na nguvu za giza zilizojificha humo, na wengine waliamini Anastasia alipofoshwa kama adhabu ya kuvunja sheria hiyo. Lakini kulikuwa na maswali mbalimbali yaliyoibuka. Kwa nini kioo kilikuwa haramu ndani ya saluni hiyo? Na ni nini hasa kilimtokea Anastasia? Pia Mama Salma alikuwa nani hasa na asili yake ni ipi? Ukitaka kujua yote hayo endelea kunifuatilia, usisite kuendelea kunifuatilia ili ujue ni nini kilikuwa chanzo na kisa cha mambo yote hayo. Siku moja bana, mzee mmoja maarufu kwa hekima yake katika mtaa huo aliyejulikana kwa jina la Mzee Jongo aliwaita wakazi wa Miziga kwa mkutano wa dharura. Ni wakati wa kujua ukweli ambao ulisababisha mshangao katika mtaa wetu. Nimewaita katika kikao hiki kidogo. Tunaombeni tusipoteze muda, tuendelee na majukumu yetu. Naombeni ushirikiano wenu, utulivu, na kama kuna maswali mtafuata utaratibu ili vitu viwe sawa. Mama Salma hana la kuficha tena, tutamsikiliza tujue anaongea nini na anatuambia nini kwa kile ambacho kimetokea. Machoni pa watu bana, Mama Salma alionekana mnyonge sana kuliko siku zote zile, na mwili wake ulikuwa umekonda, mavazi yake yalichakaa na macho yake yalijaa huzuni mkubwa sana. Mama Salma aliinua uso wake kwa aibu na kuanza kuzungumza kwa sauti ya chini sana, lakini yenye uzito mkubwa. Mimi si mwanamke mwema. Mama Salma alianza kuongea hayo maneno huku machozi yake yakimtiririka mithili ya mto usio kauka. Mama Salma alianza huku machozi yake yakimtoka. Unafanya mambo ya giza kwa tamaa kubwa sana, na sasa ninalipa gharama zake. Alipumua kwa kina kisha akaendelea. Miaka mingi iliyopita nilikuwa na familia, mume na watoto wawili. Tulikuwa maskini sana, hatukuwa na kitu. Familia yangu haikuwa na furaha, amani, matumaini na upendo pia. Niliwaza jinsi ya kutoka kwenye hali hiyo. Ndipo rafiki yangu mmoja aliyejulikana kwa jina la Shida alinionyesha njia ambayo haikuwa sahihi na halali pia. Watu walikaa kimya wakisubiri kwa hamu kusikia kilichotokea. Mama Salma aliendelea kujieleza. Alinielekeza kwa mganga mmoja mwenye nguvu sana. Aliniambia nikipata mali nitawasaidia wanangu, mume wangu, ndugu zangu waishi maisha bora na yenye furaha. Nilikwenda kwa mganga yule na akanipa masharti. Nitapata utajiri mkubwa, lakini nitatakiwa kutoa kafara ya mtu wangu wa karibu ili mafanikio yawe makubwa na kuning'arisha daima na milele. Mama Salma alipofika hapa, sauti yake ilianza kutetemeka. Niliadaika na tamaa. Niliwaza kuhusu maisha bora.
Niliwaza kuhusu biashara yenye mafanikio. Usiku mmoja nilipewa kioo maalum na mganga huyo. Alisema nikitumia kitakuwa cha wateja wengi na pesa nyingi ambazo zitanikimu mimi na familia yangu pamoja na ndugu zangu. Lakini masharti hayo yalikuwa magumu sana kwangu. Nilihitajika kumwaga damu ya mtu wa familia yangu ili kioo kifanye kazi. Macho ya watu bana yalipanuka kwa mshtuko mkubwa sana, na minong'ono ikiendelea. Minong'ono hiyo haikujulikana walikuwa wanaongea kipi hasa. Basi tuendelee kumsikiliza Mama Salma katika kisa hicho ambacho kilisababisha tukio la kustaajabisha jamii yake. Sikuweza kufanya hivyo mwanzo, Mama Salma alijitetea, lakini niliingiwa na tamaa baada ya kuona biashara yangu inaanza kunawiri. Nilihisi kama nimetekwa na nguvu fulani. Mwisho wa siku nilitoa kafara. Mume wangu na watoto wangu walipoteza maisha kwa ajali ya moto usiku mmoja. Lakini ukweli ni kwamba haukuwa moto wa kawaida. Ilikuwa kafara niliyotoa bila mimi kujua. Baada ya ajali ile, biashara yangu ilianza kushamiri. Wateja walijaa, pesa zikawa nyingi na saluni yangu ikawa maarufu sana. Mama Salma alilia kwa uchungu sana bana, na watu waliomsikiliza nao walihisi huzuni mkubwa sana. Tuendelee kusikiliza kisa cha Mama Salma. Kioo kile kilikuwa sehemu ya masharti yangu. Kila mtu aliyekuja kusukwa hakutakiwa kukiangalia, kwani kiliwekwa kufunua ukweli wa giza nililolifanya. Hivyo ndivyo sababu niliweka sheria ya kutotumia kioo ndani ya saluni yangu. Ilikuwa ni njia yangu ya kujilika jamani. Watu walitazamana kwa mshangao mkubwa sana. Wengi wao walikuwa wanahisi huruma, lakini wengine walijawa na hasira kali sana kwa kile ambacho alikifanya Mama Salma, na kikawa madhara makubwa sana kwa Mrs. Anastasia. Mama mmoja pande la jimama fulani hivi likasimama na kuuliza kwa sauti ya huzuni, lakini mbona Anastasia alipofoshwa? Mama Salma alipiga magoti na kusema kwa uchungu sana, Anastasia hakutakiwa kuona kile kioo jamani. Alipojiangalia tu, niliona roho za wale niliowatoa kafara. Roho hizo zilikuwa na hasira kali sana, na kilichotokea kwake kilikuwa ni adhabu kutoka kwa nguvu hizo za giza jamani. Baada ya kukiri kwake, Mama Salma alifutwa machozi na kusimama. Alikuwa mtu tofauti, mnyonge, alielemewa na mzigo wa dhamira. Nimepoteza kila kitu jamani. Nimepoteza kila kitu jamani mimi. Alisema kwa sauti ya huzuni. Nimepoteza familia yangu jamani. Nimepoteza biashara yangu jamani. Nimepoteza heshima yangu jamani. Sina tena cha kufanya. Mzee Jongo alimtazama kwa macho yenye hekima na kusema, unajua kuwa jamii yetu ni ya kusamehe na kusamehana vile vitu ambavyo vinatokea. Umetuficha ukweli kwa miaka mingi sana hii, lakini sasa umekiri, sisi hatuna budi kukusamehe. Au mnasemaje wanajamii? Watu waliangalia chini wakifikiria ni nini cha kumfanya Mama Salma, ni kumsamehe au kumtia hati kidogo na yeye apitie machungu ambayo walikuwa wanapitia wanajamii hao. Hatimaye mama mmoja alisimama na kusema, tusamehani, lakini huwezi kurudisha kilichopotea. Utaishi na mzigo wa matendo yako na hutawahi kurudisha heshima yako tena. Kikubwa umrudie Mungu wako na ushirikiane na sisi wanajamii bila kuhofu kitu chochote kile, kwa sababu hakuna mtu mkamilifu katika dunia hii. Si tumeelewana Mama Salma? Mama Salma alishusha pumzi zito. Niko tayari kuishi maisha ya toba jamani. Mama Salma alisema kwa unyonge mkubwa sana. Najua kuwa sitawahi kurudisha kilichopotea, lakini nataka angalau niishi maisha kweli bila hofu tena. Baada ya muda kidogo bana,
Anastasia alifanyiwa maombi na waganga wa jadi pamoja na wachungaji wa mtaa huo wa Miziga. Haikuchukua muda, macho yake yakaanza kurudi taratibu. Alipoanza kuona tena bana, alilia kwa furaha kubwa sana, lakini hakuwahi kusahau mateso aliyopitia. Wakazi wa Miziga bana waliendelea na maisha yao, lakini saluni ya Mama Salma ilibaki kuwa nyumba ya magofu. Hakuna aliyeendelea kufanya biashara pale na hakuna aliyesubutu kuikarabati. Mama Salma mwenyewe aliondoka Miziga na kuanza maisha mapya mahali pasipojulikana. Wengine walisema alienda kuishi maisha ya toba, na wengine walisema alikuwa akitangatanga mitaani bila msaada wa aina yoyote. Mtaa Miziga bana ulikuwa na hiyo story ya kutisha, lakini pia ulikuwa na somo kubwa sana katika jamii ya hivi sasa. Tamaa ya mali inaweza kukuingiza kwenye njia mbaya na matokeo yake yanaweza kuwa mabaya kuliko ulivyotarajia. Kwa wale waliobaki, walijifunza kuheshimu maadili na kuepuka tamaa ya mali isiyo ya haki. Kwa Mama Salma, maisha yake yalibaki kuwa funzo kwa wengine, na kwa Anastasia alijifunza kuwa baadhi ya siri ni bora zisijulikane. Tumefika mwisho bana wa simulizi yetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza mara nyingine, mpenzi msikilizaji. Ulikuwa nami Bakita Ngeto, msimuliaji wako. Usisahau kutoa comment yako, kulike na kusubscribe channel yetu ya STNK Production. Asanteni sana, karibuni sana. Ilinifanya nikakata tamaa, nikapata hasara. Tamaa sasa imenipotezea familia, nimebaki ninalia. Siri imefichuka, sina jambo tena, sina kazi tena, sina watoto tena. Familia imenitenga na jamii imenitenga, sijui tatizo nini. Siri imeshinda nisitili, biashara haisongi tena, sina cha kusema. Tamaa ilinifanya nikakata tamaa, nikapata hasara. Tamaa sasa imenipotezea familia, nimebaki ninalia.